Sasa kwa maneno haya nilikuwa nataka nijue, umenifanya nipate swali jingine. Kwa sababu mimi nimeona 20% akiwa katika peak yake na Alikiba wakati ana release yale mamwana manini madushe lele kipindi kile. Dio. Alikuwa ni Manuota. Lakini sijawahi kuona collab wakati ya 20 na Alikiba. Hii imeshindikana vipi? Kwa sababu unajua kuna ile mkiwa washikaji, mkiwa sehemu ambapo mtu mmoja ana connect hizo nyaya, mnaweza mkakutana tu muda wowote mka vibe. Mimi nafikiri kwenye muziki kuna sababu nyingi zinazosababisha watu kutaka kushirikiana na watu wengine. Sisemi kwamba haiwezekani, inawezekana, lakini wakati wa kufanya hivyo mimi na Ali ulikuwa bado hujafika, au tuseme hujafika, kwa sababu tunaweza tukafanya kazi pamoja na Ali hata kama tusipotokea wote kwenye studio moja ya Manuota. Ila tutategemea tu na huo wimbo unahitaji nini. Wimbo wa Alikiba ukimhitaji 20, automatically lazima atamhitaji 20. Wimbo wa 20 ukimhitaji Alikiba, automatically lazima utahitaji tu kuonana na Alikiba tufanye naye. Watu wanawaona kama ma storyteller wawili wazuri sana. Sidhani kama wewe una picture hilo. Watu mtaani wanawaona kama watu ambao mnaweza kutunga kuwasimulia visa kwenye muziki. Sasa hiyo kwamba kwa nini hao jamaa waje kufikiria kisa ambacho kinawakutanisha? Nadhani ndio inakuwa swali liko hapo, kwa sababu mpo sehemu ambapo kulikuwa kuna daraja tayari. Ndio. Tukienda hapo katika hilo daraja, unajua tusiwe na akili sana za kizamani kama akili mgando tuseme kwamba eti 20% producer wake Manuota, au Manuota mwanamuziki wake ni 20%, au 20% na Alikiba tu. Hapana, Manuota ni producer mkubwa sana na anatakiwa atumike na hata vijana wa Gen Z. Kwa sababu gani? Ana touch zake na ana aina yake ya muziki. Na hata 20% anaweza akaimba na kina Stukizi, anaweza akafanya na watu wengine kwa ajili ya kutafuta raza, kufanya muziki ambao sio aina moja toka zamani. Kwa hiyo narudia tena pale tu kwamba mimi na Alikiba tunaweza tukafanya kazi sio kwa sababu ya daraja la Manuota. Tukizungumzia kuhusiana na muziki, hivi ile collab yako na Harmonize vipi ile? Hilo ni swala ambalo linatakiwa aulizwe sana Harmonize, kwa sababu yeye ndo alikuwa anataka kufanya collab. Unajua mimi nimekwambia hivyo 20 kwa sababu Harmonize alivibe sana. Kwa mtu ambaye anasikiliza radio lakini haelewi, Harmonize aliposti ana vibe sana na dude lako lile. Alafu sasa baada ya kuvibe sana na lile dude akasema kabisa alikuwa nje ya nchi, nikirudi nchini mimi itabidi nifanye collab na 20%. Na inasemekana pia kama palitokea 20% fake akawa anamchatisha Mwamba. Mpaka kuna mambo yakaharibika. Ndio. Ila hata mimi nilisikia hivyo. Hata wewe ulisikia hivyo. Ila kilichokuja kupigisha shoti naweza nikasema ni ile nani yako na waandishi wa by press. Watu wanaamini kwamba kuna maneno uliyazungumza pale ambayo Harmonize hakufurahishwa nayo, na kuna wengine walienda mbali mitandaoni akasema kwamba kuna msanii alikulipa ili uende kumzungumza vibaya Harmonize. Hapana. Yeke sawa. Mimi siko kwenye upande wowote wa watu wanaorushiana maneno, wala siko upande wa watu wowote kwa faida binafsi ya upande mwingine. Harmonize namtazama kama mdogo wangu bila kujali kwamba ananizidi kipato kwa sasa kinachotokana na muziki. Huyo mtu wa upande wa pili ambaye ni Diamond kwa wakati huo alikuwa anazungumzia, watu wengi walimzungumzia Diamond, ni kama ni mdogo wangu na yeye, na sitopenda mimi kwa upande wowote wakati wale wawili wanapigana. Whether naweza nikatumia busara kama mtu mzima kuambia tu tatizo nini, kuweza kusolve kama itakuwa ni serious ugomvi. Kwa hivyo mimi siwezi nikawa mamluki wala siwezi kuwa chawa kwa hawa madogo. Na hata kama kuna kitu kilisababisha hiyo kazi isifanyike eti kwa sababu ya mimi kufanya press au kwa sababu ya kuojiwa kuna maneno nimezungumza, kwa ilitakiwa mimi niwe chawa sasa moja kwa moja wa Harmonize kwa style hiyo. Maana kama eti nimesema kwamba mimi sio mhusika wa swali hilo, ndio iwe tatizo. Mimi nimeweka press conference kwa sababu ya kutangaza kazi, wakati huo kulikuwa kuna kazi mkononi. Kama si nyumba ya milele basi ni sauti ya gharama. Na nilikuwa natumia nguvu kubwa mimi mwenyewe kufanya hivyo vitu. Mimi na timu yangu. Kuita waandishi wa habari,
kwa sababu wale watu wa press wengi wao tunafanya kitu kikiwa na faida kwako, utatakiwa wewe ndo kugaramia. Kama kuwasafirisha, kuwaleta, kama chochote utakachohitaji unafanya wewe. Hivyo vitu vyote ni kwa tunavifanya sisi kwenye timu yetu.